kwenye hivi nafikiria, ndio kwenye akili nafikiria. Nafikiria ya kwamba hapa kuna wazee ambao wako hapa wanavielewa. Tulikuwa tumesahau kuwapatia salamu ambazo wazee walituma kanisa. Na pia wazazi wetu ambao wameweza kuviomba wakati tulipokuja walitutuma salamu. Na ndugu zenu wa Kongomani walisema ya kwamba na sisi tulikuwa na kiu ya kwenda, lakini haikutuwezekea. Na pia nao waliwasalimu upokee salamu hizo. Asante mfanyikazi. Hivyo ni neno la Mungu ambalo mwalitia ndani ya moyo wangu ili liweze kutusaidia katika kuomba Mungu. Lakini nimesikia neno linasema ya kwamba tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Mungu apewe sifa. Nafikiri kwa upande wangu au ndugu tunazaliwa katika hali ya kiroho. Kwa upande wangu mimi sikuwa nafikiria kwamba kuko siku tunaweza tukaona macho kwa macho. Lakini kwa mtu ambaye amepokea wokovu tena akawa bado yu hai na bado yuko katika wokovu na baada na kama unaona sehemu au kwa matumaini ya kwamba utapaona. Mungu wetu wasifiwe. Na sasa hilo andiko ndio Mungu ameweza kutia ndani ya moyo wangu. Lakini kile ninachokijua ya kwamba ninyi mmesoma hamchungi tena kuweza kufundishwa. Lakini kile Mungu amenipatia ni kwamba tukumbushane. Hapo mtu anakumbusha kitu ambacho alikuwa anakijua. Kukumbushana si kuwafundisha hasha. Na sasa tupokee kama tuko watu wadogo wadogo ambao wako chini ya wengine wote. Hapo sasa tuangalie neno la Mungu sasa. Ambalo Yesu amelitia ndani ya moyo wangu. Ili tuweze kulichangia kwa kuweza kumwomba Mungu. Tuangalie neno ambalo Paulo ameweza kuambia watu wa Galatia. Tuangalie barua ya Paulo mtume kwa Galatia sura 3 sura 6 na mstari wa 6 hadi kwa mstari ule wa 9 au wa 9. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu asihakimu. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Amen. Wagatanu. Baba, angalia. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala mtazitimiza kama tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepigana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampa chini ya sheria. 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati,
uchafu, ufisadi. Amen. Imana yacu yakucyubahiro. Mungu wetu unapewa sifa. Navuze kwibukanya. Nilisema ya kwamba ni kukumbushana. Ari kwiga msango mwarigishijwe. Kama ni kujifunza, nimekwisha kujifunza zaidi. Yeye twarigishijwe kwinjira muri Yesu. Lakini sisi tunafundishwa kuingia ndani ya Yesu. Alikukamurura inashoboka chelewe. Inawezekana wewe unaweza kuwa umekwisha kuchelewa. Ukija kuingia muri Yesu. Tunataka kukukumbusha kuingia ndani ya Yesu. Hayumwigisha yakiisha wanafunzi. Hapa kuna mwalimu alikuwa anafundisha wanafunzi. Yatamenyeshe abahonge. Ikiwa kuwapatia chanzo anakuwa anaomba. Abonigisha rero bisaba bamuhigiza byose bamuriyo. Lakini sasa wale ambao wanaowafundisha inapaswa wapatie vitu vyote vizuri ambavyo walivyo navyo. Maana yake yakucyubahiro. Amen. Nayo ndio imani na Yesu mtima wangu. Hayo ndio Mungu ambaye Mungu ametia ndani ya moyo wangu. Ndio tunataka kuongoza imani. Na hapo ndipo tutakapokwenda kuomba Mungu. Tunaona ngazanje somo. Alikumwigishwa ijambo ry'Imana. Alikumwigisha mubyiza byose. Nimuzimire Imana yo nticokorwa. Kuko icyo umuntu abiba arico azokwimbura. N'ijambo ry'Imana. Yesu atiriye neza. Imana yacu yakucyubahiro. Nilibaza kwamba wani sasa nilikuwa nikijisikia sisi wa pale Msasa twaliba tunapanda kama hizi zote ziko mimi wacha tunapanda tunajua ya kwamba tunapanda kwetu tu. Nilima ya kazi ndio kuliwa nikapumu. Hatukuwa tunajua ya kwamba tutaweza kupanda hapa Kavumu. Ndio leo muzi kwaje kuliwa nikapumu. Sasa kwa siku ya leo tunakuja kupanda hapa Kavumu. Ishafuletera. Kitu ambacho kinaweza kutufurahisha. Ukiga bizomera neza. Kwa sababu hizo mbuto hizo mbegu zinaweza zikaweza kuota vizuri. Ndio mume ya mimba kukua udi na wakati kubibu bwana. Haiwezi kuwa kama vile wamoja wanapanda ulezi wengine wanapanda zingine mbegu. Huko wametuhuru yanakizi kibazo. Kwa sababu ile ambaye aliyekuwa anapanda ulezi alikuwa anapata tatizo. Huko ya mtuhuru hatumasi amri ya Mungu. Huko kwa sababu alikuwa anapanda ile ulezi wengine anapanda wengine mbegu tofauti. Kugira Mungu wapa kule nukulo kana hone. Kusema kile ile nyingine mbegu haitoshe na ile pulo ilikuwa imekwisha kutoka ndani. Imani ya kucyubahiro. Amen. Umusabiwe Imana leo Paulo. Mtumishi wa Mungu Paulo yabwiye Galati yuko aliambia watu wa Galatia ati ndio huyu Musa nishikiwe kugira alikapumu. Ati leo anakuja kuambia watu wa Kavumu. Abantu wanashona kugenda leo watazio baja. Watu wanaweza wakaenda wachuku walikokwenda. Ishakumena shida kuja kumenyi yuja uwaze. Kitu ambacho kinaweza kuwa kizuri wakati kwenda sehemu uliza. Ni watu wa Imana. Na wakati utakapouliza muulize Mungu. Uwaje tibega sino wanazimi. Uulize Mungu je, sitapotea? Barakubaza tibega ujaheri. Wanakuuliza ya kwamba unaenda wapi? Wewe kingoma kuingia kwa Yesu. Na wanakuambia kwamba unawaambia kwamba unataka kuingia katika Yesu. Imani yacu yakucyubahiro. Leo ni muzimire. Sasa wanasema ya kwamba msipotee. Imani ya nitakoba. Mungu haziagiwi. Na jambo imani. Kwa hiyo Mungu abiba chose alichozopima. Kwa sababu kila kitu ambacho mtu anachokipanda ndicho atakachokivuna. Yaona hakuna tabaka chani. Mimi naungua mtu akulizaliza sana. Ndio kutoka hadi kutoka kusema mitoji. Nafikiria ya kwamba wewe ukapanda maharagwe ili uweze kuvuna ndizi. Ndio kutoka hadi kutoka kusema miharage. Nafikiria kwamba wewe kwenda kupanda ndizi ili uweze kuvuna maharagwe. Ili jambo Imana leo leo mlitwe pele kwiliye. Ili leo la Mungu likana ni watu liwe kujini. Jana anobisi mishima naye jambo ya mwili jambo. Mimi naweza nikafurahi kusikia shuhuda ambao unatoka katika hili neno. Na utaji kitu yumosi ndio mtaje. Hayo leo Mungu yakijera hakuna kulabikwa chane. Lakini huwa useme ya kwamba mimi huwa ninachoka sana au nafadhaika sana. Nalabikwa chane. Ati ninachoka sana. Wamenya ukara Imana nalabikwa chane. Wakati wa kumtumikia Mungu ninachoka sana.
akikuwa na tatizo anakimbilia kwa wafumu. Ndabivuze ko abapfumu wenda hari iwacu bariyo. Nikisema waganga wa jadi au wafumu, najua kwamba pale kwetu wako. Ndabivuze ko iwacu bariyo ino ntaba hari. Nasema hivyo kwa kwetu wako, yawezekana huku kwenu hakuna. Ukono mwebwe barakuzanira mwebwe ntaba bari wacu. Na kusema ya kwamba wale wafumu au waganga wa jadi hawako hapa kwenu, lakini kwetu wapo. Mlio yarambiwe mtu akishachoka abantu mwiteratibu za kuguha chupa cha genda. Anaona mtu ambaye atakayempeleka ndio kupe kachupa anaenda. Mlio yarambiwe mtu akishachoka vinapangiranya. Vitu vyote anavichanganya. Maana ya chini ya kichwa. Mungu wetu apewe sifa. Na majambo imani maana shida mtima wangu. Haya maneno Mungu ambaye umetengeneza moyo wangu. Nyama kama kwa imani. Kwa sababu tuweze kuomba Mungu. Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Yesu anasema ya kwamba anakuja mbio na ujira. Niliweza kumlipa kila mtu kile kitu ambacho alichokitenda. Kitu ambacho naweza nikakuuliza. Ndugu yangu. Lacha unatumika vema. Hakuna vitu vibaya ambavyo viko katika kazi yako. Wewe uweze kufikiria kwa siku ya leo. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Mungu ambaye umetia ndani ya moyo wangu. Ili tuweze kuomba Mungu. Lakini kitu ambacho kinaweza kuwa kitu cha heri uliza. Nasema ya kwamba msipokee. Kwa sababu Mungu haziakiwi. Utakuja kuvuna yale ambayo unaweza kuyapanda. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya. Mungu ambaye umetia ndani ya moyo wangu. Ili tuweze kuomba Mungu. Kama uko pale ninaweza kuwa vema. Unajisikia ya kwamba bado sijaingia ndani ya Yesu kinaga ubaga, ni vema uweze kuingia. Ati katika neno la Mungu katika kitabu cha Yohana tena ni nini ambacho tunaweza kujuana? Lakini inawezekana unaweza ukashirikiza wale ambao wanajuana na Yesu lakini bado hamjajuana. Tunataka tuombe. Tunataka tuombe Mungu. Kitu ambacho kinaweza kuwa cha heri. Unaweza ukapiga magoti katika ile damu. Kwa sababu ile damu ya Yesu wakati ilipomwagika ilimwagika kwa sababu yangu mimi. Kwa sababu mtu akiwa na kitu kibaya na mwenzake anaomba msamaha. Unaona kama Yesu ni sisi tuliyomfanyizia vibaya. Mtu ambaye tunaomba msamaha ni Yesu. Inaweza kuwa heri sasa. Kuja kwa Yesu. Ingo Yesu akuharire byose. Njoo Yesu akusamehe vyote. Unaona nawe itanije kuhoraho. Inawezekana umeweza kutoka kwa Mungu. Tulisema ya kwamba ni kuwakumbusha au kukumbushana. Kwa sababu sehemu ambako alikokuwa ndiko sehemu nilikuwa. Inaweza kuwa vyema na wewe ukanyenyekea. Hao watumishi wa Mungu watakuombea. Mungu wetu apewe sifa. Na haya maneno Mungu ambayo tunaweza kusikia sote tuyapokee. Mungu atubariki. Baba, tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa maana unaona vyema ya kwamba tutakuwa hapa. Asante kwa maana unaona ya kwamba itakuwa heri kusikia neno hili na kutusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Neno ambalo linalotuuliza ya kwamba bado tuko pale pale au bado tumekwisha kutoka katika Yesu. Neno la kutukumbusha safari tuliyo nayo. Basi Mungu acha endelee na kunibariki. Bariki yule mtumishi wako aliyemtoa, ambaye ni chombo chako, hata wakati wengine waendelee na kumimina mafuta ndani mwake ili kuweza kupata wengine kutoka kwake. Na hata kanisa lako limenisikia, acha niweze
leo. Bwana asante kwa maana damu yako ilimwagika kwa ajili yetu, na utaendelea kutusikiliza na kuwa pamoja nasi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Naona sote tumeingia ndani ya Yesu. Sote tumeingia ndani ya Yesu. Lakini yule ambaye hakuingia ndani ya Yesu huwa anaenda na afya mbaya. Wakati anapogonjwa anaomba Yesu amponye. Tunaweza tukasihi wazazi kuweza kuombea wagonjwa. Na ikiwa hamgonjwi tena pia ni vizuri. Vinawezekana ya kwamba Yesu alileta uweza katika mambo yote. Wagonjwa wanaweza kuja kuombewa. Acha tuombee hawa ambao wanaweza kuja kuomba msamaha. Kama rehema za Mungu zimekuwa ndani mwako